Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimia katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Nabii Helen. Napatikana katika kanisa la Yerusalemu Adonai Miracle Church linaloangaliana na uwanja wa mpira wa KMC. Karibuni sana. Ukitaka kutupata kama unatokea Makumbusho, unachukua kituo cha ITV, unavuka ng'ambo, unakutana na pharmacy inaitwa na Kiete, unatembea na hiyo njia barabara ya lami, tuko katikati hapo. Mnaotokea Ubungo, unapita njia ya TRA, mnatukuta tuko katikati hapo ya uwanja wa KMC. Karibuni sana katika kipindi chetu kizuri. Leo naenda kuwaletea neno jema la kutenda wema. Karibuni sana, mtusikilize kwa makini. Haleluya. Somo letu linaambatana na kutenda mema. Wewe msikilizaji unayeambatana na mimi, tusikilizane kwa makini, tujifunze neno zuri la kutenda wema. Napenda kusema na wewe msikilizaji utakayenisikiliza, tunaenda kusoma kitabu kimoja cha Wagalatia 6 mstari wa 9 hadi wa 10. Inatufundisha nini habari ya kutenda wema. Kabla yote, kutenda wema, unaweza ukatenda wema kwa sababu Mungu amesema tutende mema. Tuwatendee watu katika jamii ya watu, watendee mema. Kuna kutenda mema kwa wagonjwa, kuna kutenda mema kwa watu ambao wanapitia matatizo mbalimbali, hata asiyekuwa na matatizo. Maadamu Mungu ameruhusu mtendee mema na utende mema, ni thawabu utakayopata kutoka kwa Mungu. Neno la Mungu linasema katika Wagalatia sura ya 6 mstari wa 9, inasema, tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho. Kwa hiyo kadri tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote mema, hasa jamaa ya waaminio. Bwana Yesu asifiwe. Tunaamriwa, ni kama amri au ni kama kanuni, kutenda mema kwa ajili ya jamaa waaminio au katika jamaa zetu wanaotuzunguka. Kutenda mema ni kama kupanda mbegu. Unapanda mbegu kwa sababu ya mtu mwingine ili kesho yake na uvune. Hata usipovuna wewe, ataweza kuvuna mtoto wako, hata mjukuu wako. Usione vibaya kufanya jambo jema kwa ajili ya mwenzako, maana ni kanuni ya Mungu. Anasema tena tusichoke katika kutenda mema. Anasema tena tusichoke. Anatuhimiza tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho. Yaani utavuna kwa wakati wake, usipozimia roho. Sio kwamba utatenda wema siku moja. Hapana, ni muendelezo wa kutenda mema katika maisha yako ya kila siku. Neno linatushauri kutenda mema, na ndani ya kutenda uangalie unamtendea nani au unatenda wema katika yupi. Kuna watu ambao wana matatizo mengi ambao Mungu anaweza kukusemesha wewe kwamba msaidie. Usiache kumsaidia. Mungu anaweza kukuweka wewe ukawa njia ya mtu mwingine kupokea katika yale mema utakayomtendea. Inawezekana mtu anaumwa, hana dawa ya kunywa, hospitali ameandikiwa dawa. Ukikutana naye, kama Mungu akikuhimiza kutenda, tenda. Usiseme kwani tende, kwani hana jamaa zake. Maana kuna watu wengine wanasema shauri yake, kama ni ugonjwa yaani vyovyote unaweza ukaongea, lakini sio sawa. Mungu anasema tusichoke kutenda mema kwa wale waaminio. Bwana Yesu asifiwe. Wema unaweza kukugeuka. Uangalie unamtendea nani. Ukavuna mabaya kwa kuwa huenda umetenda bila kumshirikisha Mungu. Inawezekana umetenda kwa mihemko, kwa akili zako mwenyewe. Unaweza ukatenda mema. Ndio maana watu wengi wanalalamika, nilimpatia pesa yangu amekataa kunilipa, lakini Mungu alisema mpe. Unaweza ukasema kwamba kwanza nilikuwa namsaidia, hata chakula alikuwa hana chakula. Sawa, ulimsaidia kwa sababu ulitaka kumsaidia. Wala usitaki akulipe unavyotaka. Wewe kama ulimpa hela hajakulipa, basi mshukuru Mungu kwamba ulimpa kwa mapenzi yako. Basi geuka kama ulitoa sadaka na Mungu atakukumbuka wakati. Lakini inawezekana umetoa kwa akili zako mwenyewe, si kwamba ni mpango wa Mungu pia. Mpango wa Mungu, utasikia hata Mungu anakupa amani ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Wema ni mbegu unayopanda. Unapopanda usitegemee pia kulipwa. Inawezekana usilipwe, ni mbegu unapanda. Lakini unaweza ukalipwa kwa wakati. Maana umeambiwa kwamba tutende mema mpaka hapo tutakapoamini kwamba tumetenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa nafasi. Tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho. Yaani utavuna kwa wakati wake, usipozimia roho. Usikate tamaa katika kutenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana wewe unatendaga mema sana, alafu unalalamika, mbona mimi natenda mema, mbona mimi sitendewi? Inawezekana wewe umekuwa njia ya kutendea wengine mema. Mungu atakutendea makubwa kuliko unavyotenda wewe. Kuna watu wanalalamika sana, mbona nimeomba sana lakini sipati majibu? Mbona nafunga sana mbona sipati majibu? Hapana. Unaambiwa ufunge sana
na unaambiwa uombe sana. Na kutenda wema, tenda sana hata kama hujaona impact ya kutenda mema. Lakini Mungu anakuwazia leo mema kile tu hapo leo. Inawezekana unatenda mema una afya njema, unatenda mema watoto wako wanasoma wanafaulu mitihani, unatenda mema ya ndoa yako ni safi, unatenda mema biashara yako inafanikiwa. Sasa unategemea unataka upate nini? Inawezekana ndio mlango wako wa kutenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana mwingine unatenda mema sana lakini hujapata baraka za kufanikiwa na wewe kupata mema kutoka kwa watu. Lakini usilalamike. Malalamiko nao ni dhambi pia. Tunaenda kusoma kitabu cha Waebrania 13 mstari wa 16. Inatukumbusha nini pia katika kutenda mema? Inasemaje? Tusome wapendwa. Waebrania 13 mstari wa 16 anasema, lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana, maana sadaka kama hizi ndizo zimpendezazo Mungu. Kuna sadaka ambazo ukitoa Mungu anafurahi sana, kama kutenda mema, kuwatendea jamii ya waaminio na jamii ya wajane, jamii ya watoto yatima, jamii ya watu wenye matatizo, hospitalini, magereza. Unaweza ukaenda kutoa msaada. Yani Mungu atakubariki sana. Usichoke kutenda mema mpendwa. Leo ni ujumbe mahususi katika kutenda mema. Ni ujumbe mahususi kutenda mema. Mungu atakufanyia mambo mazuri wakati ambapo na utakuwa na mahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kutenda mema kwa mtu au watu wakakulipa mabaya, wala usiwalipie mabaya. Yani unaweza ukatenda mema na ukalipwa mabaya, na ukalipwa machungu kweli kweli. Yani akatesa na moyo wako. Ukasema mbona mimi nafanyaga hivi, lakini kwa nini nalipwa mabaya? Hapana. Ukilipwa mabaya pia ni shule ya kusema kwamba kumbe unaweza ukatenda mema ukalipwa mabaya. Lakini sasa mabaya mengi yakitokea wala usiumie. Inawezekana Mungu ameruhusu atengeneze moyo wako. Anaruhusu pia ukaanza kutenda mema, usikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe katika watenda mema. Kutenda mema ni kama vile unaamua kutoa sadaka. Kutenda mema ni moyo wako unaokutuma kutenda mema. Kutenda mema haulazimishi kutenda mema. Ni kama kutoa sadaka. Sadaka unayotoa usilazimike kutoa kwa sababu ni lazima utoe. Unatoa kwa hiari. Kwa hiari yako mwenyewe. Ukisikia upendi kutoa pia unaweza utoe. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana ukitenda mema, inawezekana kuna ajali inaenda kukupata. Katika yale mema unaotenda, Mungu anazuia ajali isikupate. Katika kutenda mema, inawezekana kuna anguko lilikuwa nakupata, lakini unaweza Mungu akakurescue na lile anguko kwa sababu umetenda mema. Maana ile ni akiba, ni kama hazina. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba kutenda mema, tunatenda mema kwa sababu Mungu ataangalia tunavyotenda mema, ni baraka zitokazo kwa Mungu zitakazosababisha yale mema uliyotenda yakabadilisha maisha yako, yakabadilisha kile ambacho kilikuwa kimekuwa kigumu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunamwangalia mtu mmoja anaitwa Mordekai. Yeye alikuwa mlinzi wa mlango wa mfalme. Alipokuwa mlinzi wa mlango wa mfalme, kuna watu walikuwa wamepanga kumuua mfalme, lakini aliweza kumrescue mfalme asiuawe. Na wale watu walikuwa wamepanga njama za kumuua. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana kuna changamoto unapitia. Katika kutenda mema Mungu anakuepusha na changamoto nyingi ambazo ungezipitia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiangalia yule kijana Mordekai alikuwa mlinzi wa mfalme, lakini baadhi ya watumishi walikuwa wamepanga kumuua mfalme, lakini yeye aliposikia alisababisha yule mfalme asife. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana una masumbufu yako unayopitia. Inawezekana kuna njama zimepangwa za kukuangamiza. Inawezekana kuna mabaya yote yamekusudia wewe kukupata. Lakini inawezekana mtu katika yale mabaya ambayo anaenda kukupata, kuna mtu anakuibia siri kwamba leo hii njia usipite. Au utasikia Roho Mtakatifu anakuambia leo usiende mahali fulani. Au utasikia Roho Mtakatifu anakuambia kwamba kuna ajali inakuja wala usiende kupanda hiyo basi. Kuna vitu ambavyo Mungu anaweza akakuepusha katika kutenda mema mpendwa. Tunamwangalia Mordekai katika kutenda mema kwa mfalme. Kuna jambo lilimtokea. Na wewe katika kutenda mema katika maisha ya wanadamu, kutendea watu mema, kuna mambo mengi yatakutokea. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naweza nikatoa mfano. Kuna siku nimeenda hospitali nikakuta kuna mtu anataka kufa. Manesi wanasema hivi, bado dakika 30 atakata roho. Lakini nilienda hospitalini from nowhere. Nikakutana na mtu anasema Eva anafariki, Eva anakufa, Eva anakufa. Na mimi nikakimbia nikaingia nikamkuta kwa Eva anakufa. Nilichofanya nikamwambia mtu wa maabara, tunaomba damu. Nikaingia maabara nikamwambia tunaomba damu. Tukaenda na nesi. Yule dada alikuja akawekewa damu. Akawekewa damu na maisha yake yakawa salama. Na mimi katika maisha yangu niliyopita nikaugua na mtoto wangu akaumwa sana kiasi cha kufa. Lakini katika yale mema ambayo nilikuwa natendea watu,
Mungu alinikumbusha akasema, mtoto wako hatakufa, atapona japo yuko katika hali ngumu. Na mimi nikapata courage ya kumwambia daktari, mtoto wangu atakuwa mzima na hatakufa. Lakini mema yanalipa. Natoa mfano kwangu. Na sauti ikaniambia, ule wema ulikuwa unatenda, Mungu atakuepusha na haya magumu unayopitia. Nataka nikwambie hivi, tenda mema, akiba ya mema ipo. Usikate tamaa. Usihesabu umetenda sana, ni miaka mingapi, ni miezi mingapi. Maana wakati natenda hayo mema ilikuwa ni miaka mingi sana. Lakini nimekuja kupata majibu yangu ya kutendewa mema na Mungu wakati ambao ni miaka imesonga sana. Sasa kuna wakati unatenda mema, usikate tamaa. Kuna wakati unajisikia kufanya kitu, msukuma kufanya kitu, usiache kufanya kile kitu ambacho Mungu anataka ufanye. Kwa sababu unaweza ukasema nimepata nini? Hapana, kuna kitu ambacho Mungu amekiweka utakipata. Aidha kwa watoto wako, aidha kwako mwenyewe, aidha kwa wajukuu zako, aidha kwa vitukuu vyako, aidha kwa kanisa. Kutenda mema unaweza ukatenda kwa watumishi wa Mungu pia, ukatenda mema kwa ajili ya mama mchungaji, ukatenda mema kwa mchungaji, ukatenda mema kwa nabii, ukatenda mema kwa mshirika yote ambaye Mungu anataka anakugusa kama tenda mema kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mimi nataka kuja kushauri leo kwamba mema yanalipa. Kutenda wema unalipa. Japo mema mengi yanaumizaga, lakini usiangalie maumivu. Angalia ile mbegu uliyopanda kwamba ni mbegu inayomea, na uipanda kwa moyo mmoja na kuamini kwamba unafanya kwa ajili ya Mungu, haufanyi kwa ajili ya mwanadamu. Ule wema unaotenda ufanye kwa ajili yako. Unafanya kwa sababu ya kumtukuza Mungu. Unafanya kwa sababu Mungu atukuzwe. Unafanya kwa sababu yale mema yameamuriwa. Tunaambiwa kwenye kitabu cha Mungu mahali hapo kinasema, lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana, maana sadaka kama hizi ndizo zinazompendeza Mungu. Zinampendeza Mungu, si mwanadamu. Tofauti ya kutenda wema kwamba unatenda wema kwa sababu ya mtu ni ndugu yako, unatenda wema kwa sababu ni mtoto wako, unatenda wema kwa sababu ni mshirika mwenzako. Hapana, tenda wema kwa sababu sadaka hizo zinampendezea Mungu. Sasa zinapompendeza Mungu, zikamgusa Mungu, kuna vitu vingi ambavyo Mungu atasababisha kwako vitokee vizuri. Ukiangalia Mordekai aliamriwa kupanda farasi wa mfalme na akavishwa mavazi ya kifalme na akaamua kuzungushwa katika mji na mbio zikapigwa, akawa anazungushwa kwa sababu mfalme alimheshimu, kwa sababu kuna wema aliofanya, kwa sababu alirescue maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana kuna mtu anatakiwa kuuawa au kupata ajali au kupata tatizo, ukaenda ukamwambia kuna kitu kinaenda kukupata. Huyo mtu hatakaa kusahau katika maisha yako. Huyo mtu hatakaa kusahau katika maisha yako, kwa sababu kuna siku atakuletea zawadi. Angalia mfalme akasema yule aliyetenda mema afanywe nini? Akaulizwa afanywe nini yule mtu ambaye ametenda mema, lakini aliyetenda mema ni Mordekai. Mfalme aliamuru avishwe yale mavazi yake mazuri anayopenda kuyavaa, avae, apande farasi, azungushwe mjini, mbiu zipigwe, ili amheshimishe kwamba kuna jambo alilifanya kubwa sana kwa sababu ya maisha yake. Inawezekana kuna mtu anaweza akatenda mema kwa sababu yako. Kuna siku utatoa asante kwake kwamba siku ile ulinisaidia, kuna jambo lilikuwa linaenda kunipata, lakini katika mapenzi yako uliofanya kwangu, na mimi nimekuletea zawadi hii, na mimi nataka kufanya jambo hili kwa sababu ya wema wako uliotenda kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikufundishe kwamba usichoke kutenda mema, kwa sababu kuna vitu vingi unaweza ukakutana navyo ambavyo vitakusaidia katika kutenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Ninakukumbusha kwamba changamoto zipo nyingi sana tunazozipitia wanadamu. Zile changamoto tunazo tukazipitia, inawezekana wewe kazi yako wewe ni mbahiri sana, ni mbinafsi sana, uangalia hata wenzako. Unakuta sasa unapitia kwenye changamoto na huna hata mtu wa kukusaidia, kwa sababu wewe ni mbinafsi. Lakini ukiwa mtu wa kutenda mema, watu watasema jamaa yule mtu ni mwema sana, anafanya mambo mema sana, alifanya jambo hili. Mungu anakukumbuka na wanadamu wanakukumbuka. Nataka nikukumbushe mchana wa leo hivi, uwe mtu wa kutenda mema, hila moyoni zisiwepo. Uwe na amani ya kusema kwamba nafanya, kuna wakati Mungu atanikumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Akapitia changamoto ya kutaka kuuawa. Na Hamani tunaona mfalme akakumbuka. Tukaona akapitia katika hali ya kuuawa mfalme. Lakini mfalme akaja akakumbuka ule wema aliotendewa na yule kijana. Alipokumbuka ule wema aliotendewa na yule kijana, akatoa shukrani kwa yule kijana, kumuonyesha kwamba ni mtu anatakiwa kuheshimika. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana kuna mtu anaweza kukusaidia sana, ukamtafutia hata mtoto wake kazi. Mtu anaweza kukusaidia sana, ukasababisha hata mtaji wa biashara alikuwa hana ukampa kwa sababu ya wema wake. Wema si lazima akupe pesa.
Wema anaweza kukutumikia nyumbani kwako kama ni mfanyakazi wa ndani. Wema anaweza kukutumikia hata kama ni houseboy wako. Wema anaweza kukutumikia hata kama ni jamaa yako wa karibu. Unaweza ukafanya jambo ambalo likamfanya yule mtu ule wema wake aseme kumbe kutenda wema kumbe kuna faida. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie hivi, wema umeruhusiwa kutenda kwa wewe unayemwamini Mungu na hata usiyemwamini Mungu. Wema ni roho ya Mungu ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wema ni dhahabu. Wema ni sehemu ya kupanda maisha yako yawe mema. Wema ni lulu. Wema ni kumbukumbu. Wema ni fadhili. Kwa hiyo inamaanisha kwamba unapotenda wema utapata fadhili za Mungu. Unapotenda mema utakuwa mtu ambaye utaishi maisha ambayo yasiyokuwa na changamoto. Na unapotenda wema Mungu anakupenda na Mungu anakuonyesha vitu vizuri vikubwa, anakuonyesha na njia za kupitia yale mema ukayapokee. Bwana Yesu asifiwe. Ipo heshima ya kutenda mema. Ipo heshima ya kutenda mema. Usipotenda mema kwa kweli Mungu hafurahi tusitende mema. Inamaanisha kwamba kuna watu ambao wengi kazi yao ni kutenda mabaya, hawajui kutenda mema. Neno la Mungu nasema kwa maana watu wangu ni wapumbavu, hawajui. Ni watoto waliopungukiwa na akili. Kuna mtu anataka kujiua, amekata tamaa anataka kujiua. Lakini utachukua muda wako wote wa kukaa naye kumshauri kwamba usijiue. Inawezekana kuna mtu ambaye amepitia changamoto ya biashara, labda ameibiwa, amefanya nini. Utamtia moyo na mwambie kwamba Mungu atakurejeshea. Utakaa naye karibu, amekata tamaa, anasema mimi sasa nitafanyaje? Inawezekana mtu ameunguliwa hata nyumba, inawezekana hana pa kukaa, ukamhifadhi akapata mahali pa kukaa. Inawezekana mtu ana mgonjwa sana, hana uwezo wa kumpeleka hospitalini. Inawezekana una usafiri, inabidi umbebe umpeleke hospitalini. Si lazima pesa, hata msaada wa kimwili ni msaada. Hata msaada wa mawazo ni msaada. Maana amesema kwamba kwa maana watu wangu ni wapumbavu. Anasema kwa maana watu wangu ni wapumbavu, hawanijui. Ni watoto waliopungukiwa na akili, wala hawana ufahamu. Ni wenye akili katika kutenda mabaya, katika kutenda mema hawana maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu unaweza kuona vifanya ambavyo hata Mungu anaviona kutumia akili timamu. Kwa kutenda mema mpaka uwe na maarifa ya Mungu. Maarifa sio maarifa ya dunia hii, ni maarifa ya Mungu ili utende mema. Na maarifa ya Mungu yanatokana na nini? Yanatokana na ule uwezo ambao Mungu amekupa ndani yako. Na Biblia inasema kwamba kwa hao wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Wana wa Mungu wanafanya nini? Wana wa Mungu wanasikia sauti ya Mungu inavyosema na wao kwamba fanya hili jambo litampa Mungu tukufu. Fanya hili jambo Mungu atakubariki. Fanya hili jambo Mungu atakufungulia milango yako. Fanya hili jambo si kwa shauri yako, fanya jambo hili kwa sababu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia akili zilizo nzuri. Akili zilizo nzuri zinatafakari. Ndio maana watu wengine wanatafakari akili nzuri, wanaona kwamba kuna mama anawezekana analala nje, hana nyumba ya kukaa. Akili nzuri utafikiria, unasema kwamba huyu mama anatakiwa asaidiwe. Unamtendeaje mema? Ndio maana watu wengine wameamua kutoa michango mingi kwa sababu kuwasaidia watu wenye hali ngumu ya maisha. Hayo ndio mema. Kuna mama moja alikuwa analala nje na watoto wake. Kuna watu wakaamua kudonate pesa, wakamjengea nyumba, akakaa na watoto wake. Hayo ndio mema Mungu anayotaka. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana mtu mwingine hana mguu, umekata mguu, inabidi ukamnunulie mguu watu wa plastiki ili atembee na mguu wake wa bandia. Hayo ni mema tunayotakiwa kuyafanya. Hasa sisi wana waaminiwa kama kanisa. Tunatakiwa kuangalia watu wenye changamoto nyingi ambazo tunaweza tukazitatua katika maisha yetu. Inawezekana watu hawana chakula, wanalala njaa. Inawezekana wengine hawana nguo. Wewe una manguo yamejaa kabatini. Manguo yamejaa kabatini mengi. Lazima utumie akili kwamba hizi nguo nyingi zote za kazi gani? Maana hata ukiwa na nguo 100 unaweza kuvaa siku moja. Inabidi ugawie na ambao hawana, tena ugawie zile zilizo nzuri. Usigawe zilizochoka mpendwa. Alafu unataka Mungu akubariki, lakini wewe ni mchoyo. Unataka Mungu akubariki wakati utendi mema. Unataka Mungu akubariki, lakini wewe ni mbinafsi. Unataka Mungu akubariki, watu wanalala njaa, wewe unamwaga chakula jalalani. Wewe unaangalia mtoto wa mwenzio anaenda na miguu peku. Watoto wako na jozi ya viatu hata 10. Mema gani umetenda mpendwa? Hebu kumbuka una nguo ngapi kabatini? Hebu kumbuka una vitenge vingapi kabatini? Hebu kumbuka watoto wa watu wengine wanaenda shuleni hawana uniform, lakini wewe mtoto wako ana uniform kama 7. Mema gani unayotenda mpendwa? Ndio maana Biblia inasema kwamba kwa maana watu wangu ni wapumbavu, hawanijui, ni watoto waliopungukiwa na akili, wala hawana ufahamu. Ni wenye akili katika kutenda mabaya, bali katika kutenda mema hawana maarifa. Maarifa ni kwamba unajipendekeza kwa Mungu. Mungu wetu ni wa kujipendekeza kwake. Lakini hatujui kujipendekeza. Ila tunajua kulalamika kwa sababu gani? Kwa sababu hatuna akili.
Unaomba maombi yako, naomba Mungu ajibu. Lakini wakati wewe kuna jirani yako, inawezekana ungembariki yule jirani yako ambaye analala chini, hana godoro na magodoro 30. Wewe unaona shauri yake. Yaani unaona wewe ni bora kuliko yeye. Wema hauangalii tajiri, wema hauangalii maskini, wema hauangalii aliyetenda dhambi, wema hauangalii yule mtu ambaye unamuona hafai. Wema ni moyo. Moyo wako ukiwa mwema kusaidia jamii ya watu, Mungu atakukumbuka. Maana kuna siku unaweza kuwa na vitu vingi sana, lakini huyu ambaye unamuona hapo hawezi akakusaidia yeye, akakukuta kuna mahali ambapo unahitaji msaada wake. Lakini nataka nikukumbushe mchana wa leo kwamba, na jioni ya leo kwamba, tutende mema kwa watu, tusiwe watu wa binafsi. Inawezekana kuna mtu ana shida ambaye unamuona ni mtu wa kawaida sana. Wewe una vitu vingi, una magodoro kama 6, 10, 30, lakini yule mtu analala chini kwenye mkeka. Tenda wema, chukua godoro moja mpe. Wewe ambao unanisikiliza na kunitazama, tenda wema kwa jamii, tenda wema kwa majirani zako. Hata kama wanakuchukia, wewe wafanyie wema. Mungu yaani wale wanaokuchukia wewe walipe mema, usilipe mabaya. Tumeambiwa tusilipe mabaya, tulipe mema katika yale mabaya unayotendewa. Yule anayekutendea mabaya, ndio maana Biblia inasema yaani mpende adui yako tena muombe. Na ndio maana tunaambiwa kwamba tutende mema. Leo nimekuletea ujumbe wa kutenda mema hata kwa yeye yote anayekuchukia, anayekufanyia mambo mabaya, wewe mtendee mema. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme hivi, maisha yetu watu wa Mungu ni maisha ya kusaidiana, ni maisha ya kubebana, ni maisha ya kuchukuliana, ni maisha ya kutendeana mema, sio kutendeana mabaya. Unaweza ukashangaa mwenzako unamkusudia kumfanyia jambo baya, unamcholea raketi mbaya, unamwandalia mambo mabaya. Hakika na kuhakikisha kwamba na tayari alishakutendea mema, lakini ukaamua kumlipa mabaya. Lakini Mungu hapendi hivyo. Nataka nikwambie hivi, tenda mema. Tenda mema, acha kutenda mabaya. Acha kulipa mabaya, lipa yaliyo mema. Yupo mtu mmoja anayetuangalia, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba kule juu, ambaye ni Yesu Kristo aliyetufia msalabani. Yeye alikuwa mwana wa Mungu, alitutendea mema, lakini alipata adhabu kwa sababu yetu sisi. Alipigwa mijeledi kwa sababu yetu sisi. Alitemewa mate kwa sababu yetu sisi. Alivishwa taji ya miba kwa sababu yetu sisi. Alipigiliwa misumari kwa sababu yetu sisi. Alichaniwa nguo kwa sababu yetu sisi. Mgongoni alichapwa viboko, na kile kiboko kilichokuwa kinamchapa ni kiboko cha ngozi. Kikamchapa, nyama zikawa zinatoka, lakini alikuwa anachapa kwa ajili yangu mimi na wewe. Alikuwa anateswa kwa ajili yangu mimi na wewe. Hakukata tamaa kwamba nimechapwa azile, lakini alilitimiza agizo la Mungu mpaka mwisho. Nataka nikuambie, kutenda mema, Yesu hatumlipi mazuri, ila Yesu alitulipa mazuri. Alilipwa mabaya, akatulipa mazuri. Tunajifunza nini kupitia Yesu? Yesu alipigwa kwa sababu yetu. Yesu alisulubiwa kwa sababu yetu, lakini alikuwa anatuletea mema na tufundisha kwamba hata kama mtu anakufanyia jambo baya, usilipe baya. Lipa mema katika yale mabaya. Yeye ametulipa mema, alilipa mema, akafa kwa ajili yetu, akafufua kwa ajili yetu, ili na sisi tuige nyayo zake, tutende mema kwa watu. Hata wanaowauzi waombeeni, hata wanaowatendea mabaya waombeeni, tena wasaidieni, tena wapatieni vitu ambavyo vinastahili kuwapatia. Wala usione kwamba amenichokoza siwezi kufanya hivi. Fanya tu kwa sababu Mungu ameruhusu itokee, alafu akuone wewe kama unaweza ukatenda mema kwa wao wabaya. Usilipe baya kwa baya, lipa jema kwa baya. Wewe mlipe yule anayekutendea mabaya, lipa mema kwake. Ndio maana anasema tusiache kutenda mema. Tusiache kutenda mema. Lazima tutende mema. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie leo tutende mema na tusichoke kutenda mema, kwa sababu Mungu anaruhusu tutende mema. Usiangalie wanasemaje, usiangalie kunatokea nini. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema tena katika Wagalatia 6 mstari wa 9, anasema tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Anasema tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Kumbe unapozimia roho, unapokata tamaa, unakuwa umekosea. Usikate tamaa. Nimekuja kukuambia usikate tamaa kutenda yale ambayo Mungu anakusudia kutenda. Unaposikia kumfanyia mtu jambo, usisite, wewe fanya. Kwa sababu Mungu anaruhusu uweke akiba ya kesho, kwamba kesho hauijui lakini Mungu anaijua. Inawezekana ile sadaka unayoitoa, inawezekana ile safari ya kwenda kuangalia wajane, inawezekana ile safari ya kuangalia yatima,
inawezekana safari ya kwenda kuangalia watu walio magereza, inawezekana safari ya kwenda kumwangalia yule mtu mwenye uhitaji, inawezekana ile safari ya kuangalia yule mtu ambaye amepungukiwa ukaenda kumjazilisha, inawezekana ndio sadaka unaenda kuitoa, ule wema wako unaopeleka pale, inawezekana kwamba hiyo ndio itakuwa thawabu mbele zako, mbele za Mungu, kwa sababu Mungu kutendea leo mema wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niko mahali hapa nataka nikushuhudie kwamba unaweza kukuta kuna harusi ya maskini lakini unachanga kwa uwezi kuchanga, lakini mtu mwenye uwezo yote anaenda kuchanga. Wewe changa hata kwa yule maskini. Wewe msaidie hata yule maskini hata kusahau. Wewe msaidie yule aliyechoka hata kusahau. Wewe msaidie yule aliyechoka. Nataka kupa mfano mmoja. Nilikuwa nawasaidia watu sana vitu wakati nilikuwa mfanya biashara. Siku moja baada ya kuwa nimeokoka, nikasikia sauti inaniambia, "Asante mtumwa mwaminifu. Nilikuja kwako nina njaa ulinipa chakula. Nilikuwa uchi ulinivisha nguo. Nilikuwa mgonjwa hospitalini ulinipa dawa. Nilikuwa magereza ulikuja kuniona." Nikasema, "Unani wewe?" Akasema, "Mimi Yesu wa Nazareti nasema na wewe. Wale uliowaona, wale uliowafanyia ulinifanyia mimi." Ni neno la ushuhuda wa ukweli nakwambia. Ni neno la ukweli nakwambia. Nataka nikwambie hivi. Hili neno limekuja kwa wakati na majira kwamba nikwambie Mungu atakuangalia kwa yale unayofanya, hata kwa watu ambao wana thamani ndogo, hata kwa watu wale ambao hawana kabisa. Mimi nilikuwa nawasaidia wale ambao hawana kabisa, nawapa nguo, nawapa chakula, nawapa mafuta, nawapa chakula, na nawapa vitu ambavyo vinafanya mtu anafurahi. Unakuta mtu amelazwa hospitali, mtoto wake hana maji, yani hana maji kwenye mwili, anatakiwa awekee maji. Wewe umelala kitanda cha pili, una maji, wewe una neema, watu wanakuzunguka wanakuja kuangalia, hata chakula unacho uwezi kumpa, hata huyo jirani anakula chakula kibaya, wewe chukua mpe. Tenda wema kwa hao watu ambao unakutana nao. Usiwe binafsi. Tunapita sisi, lakini neno la Mungu litapita. Sisi tutapita na vitu vyote vitapita, lakini neno la Mungu halitapita. Nataka nikuambie hivi, huyo jirani yako naye karibu, kama anapitia changamoto, hata kama mmekosana, msaidie. Tenda wema. Nimekuja kukutangazia tenda wema. Wema unalipa. Kuna watu wametendea wema, lakini yule aliyemtendea mema anamlipa mabaya. Lakini Mungu amemweka akiba kumaliza ule ubaya anaotendea na yule mtu. Mungu amemweka akiba kwamba hata sononeka na hata umia. Mungu atalipresi maumivu yake. Mungu atamfanya kuwa na furaha, kwa sababu kama alikutendea mema na mlipa mabaya, Mungu atamlipa mazuri maradufu. Nataka nikwambie wewe unayenisikiliza leo, usitende mabaya kwa mtu yeyote. Tenda mema na mema yanalipa. Yaani usiangalie kwamba namtendea mema atanipa nini. Wewe mtendee mema. Mungu akisema mpe milioni mpe. Akisema msaidie hiki mpe. Msaidie chochote, msaidie. Ukikuta mtu ananyeshewa mvua kwenye nyumba yake, bati lake limetoboka, kama una mabati nyumbani kwako mpelekee. Kama kuna chochote ambacho anapitia kigumu, nimekuja kukutangazia hivi. Nimetumwa nikuambie. Wewe uliyerundika nguo ndani zimejaa, una jirani yako ana nguo, mpe. Sisi makanisani tunakuja, kuna mtu anavaa nguo moja kila siku, wewe unabadilisha nguo kila siku nyingi. Naomba uchukue nguo mpe. Gawa nguo, gawa. Mungu atakuongezea. Ukitenda mema, Mungu atakulipa katika mema. Ukipanda mema, kila pandacho mtu ndicho avunacho. Huwezi kupanda nje ya kupanda, yaani huwezi kuvuna nje ya kile ulichopanda. Kile ulichopanda ndicho utakachovuna. Kuna mtoto haendi shule, amekosa hela nauli, naomba umpe aende shule. Tenda mema. Kuna vitu vingi ambavyo jamii inayotuzunguka tunabidi tuwasaidie. Jamii inayotuzunguka inabidi tupende. Jamii inayotuzunguka inabidi kubali kwamba Mungu yupo. Jamii inayotuzunguka injue kwamba Yesu anaweza kumtumia malaika. Malaika saizi hawezi kutoka mbinguni kwa malaika. Malaika ni sisi wenyewe ambao tumefanywa malaika watu. Unaenda kwa mtu kama malaika, unaenda kusababisha jambo la kimalaika likatukuzwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ipo heshima ya kutenda mambo yaliyo mema. Mungu anakuheshimu sana. Ukitenda mema, Mungu anakuheshimu. Ukitenda mabaya, wewe unakuwa ni wakala wa shetani. Wewe kuwa wakala wa Mungu. Mungu wetu ni pendo, apenda watu. Mungu wetu ni pendo, anatuwazia yaliyo mema. Mungu wetu ni pendo, anatuchukulia kama watoto, anatupenda. Tunachezea matope, tunafanya ujinga, lakini bado anatupenda. Tunatenda madhambi mengi, lakini bado anatupenda. Wewe uliye mchoyo usiyopenda kupenda wenzako, lakini bado Mungu anakupenda, unakula chakula. Nataka nikwambie hivi. Leo nimekuletea ujumbe wa kutenda mema, kwa sababu Mungu anataka tutende wema kwa watu. Wema unalipa. Wema haufungi, wema unafungua.
Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie hivi, unatamani kuponywa na Mungu. Unatamani kuponywa, inawezekana kuna vifungo vimekufunga, haviwezi kufunguka. Wewe toa sadaka ya wema. Toa sadaka ya wema. Mungu atakukumbuka. Mungu atakuinulia malaika. Mungu atakuinulia mtumishi. Atasema kuna jambo uligusa moyo wa Mungu. Mungu anasema leo funguka. Wewe unaenda kutaka wema wa Mungu, na wakati wewe wema wako utoe kwa wanadamu. Mungu anataka akuone na muangalia mwanadamu wenzako. Mungu kama Mungu. Yaani sio muangalie Mungu, unapeleka sadaka pale madhabahuni, Mungu pale uwaga ni mwanadamu yupo, sio Mungu yupo. Ile madhabahu anasimama mwanadamu anayemwakilisha Mungu. Sasa basi wewe unaweza ukaenda kwa mtu, yani Mungu akamuonekania yule mtu. Nimemuona Mungu. Umemuonaje Mungu? Umemuona Mungu kupitia mimi na wewe. Umemuona Mungu kwa sababu wema wako ndio Mungu. Wema wako, fadhila zako unazozifanya kwa watu ndio Mungu huyo. Ukimfuata mtu, ukamuona, ukamsaidia, huyo ndio Mungu. Nimemuona Mungu. Yaani nilikuwa na shida, nimemuona Mungu. Hakika Mungu yupo, nimemuona Mungu. Mungu namuona kwa ule wema unaotendewa. Mungu namuona kwa ule wema ambao Mungu atamtuma malaika. Wema wa Mungu ni wewe Mungu, ni wewe mwanadamu unayemwakilisha Mungu chini ya jua. Kufanya wema wa Mungu, kujibu maombi ya Mungu. Unasikia Mungu anajibu maombi. Mungu anajibu maombi kupitia mtu. Ule wema ambao tunatembea nao kuwasaidia watu, kuwaombea watu, kuwafariji watu, kuwapa vitu ambavyo wanahitaji, mahitaji yao, wale wahitaji tunawaangalia vizuri. Huo ndio wema wa Mungu. Huyo ndio Mungu sasa. Anatoa majibu. Mungu aandiki barua, anakuletea. Mungu anamtuma mtu. Yule ambaye atasikia kwamba peleka pale, chukua kile, fanya hiki. Huo wema wako ndio majibu ya Mungu kwa mwanadamu. Wewe nijibu kwa mwanadamu. Wewe nijibu kwa mtu ambaye ana mahitaji. Wewe nijibu ambalo Mungu ameshusha kwako. Hebu peleka wema wa Mungu kwa mtu. Hebu katenda wema ili Mungu atukuzwe. Katenda wema iwe akiba kwako. Katenda wema watoto wako watendewe. Katenda wema ili Mungu aseme kweli na mtu mmoja anaweza kujivunia duniani, aliye mwema, anayefanya mambo mema. Tunamwakilisha Mungu katika ile mema. Tunda la Roho, tuwe na tunda la Roho, tuwe ni watu wa Mungu tunaompenda Mungu. Sasa hilo tunda la Roho linakaa wapi? Tunda la Roho linakaa kwa mtu. Fadhili zinakaa kwa mtu. Na kama ni roho chafu zinakaa kwa mtu. Na kama ni mema yanakaa kwa mtu. Sasa yule mtu ndio anamwakilisha Mungu katika mema. Yule anayekaa na mabaya anamwakilisha shetani katika mabaya. Kwa hiyo tuko mara mbili. Tunatenda wema kwa Mungu. Kuna watu wanatenda mabaya kwa sababu wanamwakilisha shetani. Tunatenda mema kwa sababu tunamwakilisha Mungu. Kwa hiyo wema wako uweke kama akiba kwa Mungu, kwa sababu unapotenda mema Mungu anakuangalia kwa jicho la tofauti, na Mungu ukimwomba atakusikiliza katika ile mema unayoomba na unayotenda kwa wenzako. Mimi nimekuja kukushauri na nimekuja kukuhubiri kwamba wema unalipa, wema unalipa kwa watu wengi. Nakushukuru sana uliyenisikiliza jioni ya leo. Tutaenda kuomba pamoja nami, uambatane na mimi, naenda kuomba roho ya wema ingia ndani yako na tunda roho ikae ndani yako, na uwe ni mtu wa kukumbuka kwamba Mungu amekupa, kwa sababu iwe njia ya wengine kutendewa mema na wengine kupata majibu kupitia wewe. Majibu ya Mungu yanapitia kwa mwanadamu. Na mimi nataka kuambia kwamba wewe mwanadamu umebeba majibu ya mtu. Wewe mwanadamu umebeba majibu ya mtu. Unafundishwa neno kama hili, wewe umebeba jibu kwa sababu ya mtu mwingine. Umebeba jibu kwa sababu ya mtu mwenye uhitaji. Umebeba jibu kwa sababu mtu mwenye kutamani kusaidiwa na Mungu. Na wewe ndio utamsaidia ili Mungu aonekane kama amemsaidia yule mwanadamu. Mbarikiwe sana mlionisikiliza. Tunaenda kuomba. Patana nami katika maombi haya. Baba yetu na Mungu wetu, tunalibariki jina lako. Somo letu la kutenda mema na kutenda wema kwa watu ni somo ambalo ni pana, lakini tumefundisha kwa ufupi. Wewe majibu yako yanapitia kwetu. Kuna watu wameomba sana, lakini ule wema wako unapita kwetu ili tukakupeleke kwa wanadamu ambao wanapitia maisha magumu, ambao wana matatizo mbalimbali, wanahitaji majibu kutokana na watu. Kuna majibu ambayo kuna maswali ambayo ulikuwa nayo siku ya leo katika habari ya kutenda mema. Katenda mema kwa watu wengine ili Mungu akakukumbuke katika maisha yako. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, kuna watu wana roho ngumu ambazo hawataki kusaidia wenzao. Ninafungua hizo nafsi zao na roho zao sasa, Mfalme. Maana wana vitu vingi wamerundika ndani ya majumba yao. Wana fedha nyingi, kuna watu wanalala na njaa lakini wana fedha nyingi. Naomba ukampelekee jirani yako hiyo fedha, kampelekee mboga, na mboga zipo nyingi, vingine vyakula unatupa unamwaga chini. Kumbuka siku ya leo katende mema kwa ajili Mungu anataka kukuona unatenda mema. Amesema hayo mambo yanatendwa na watu kwa sababu tunamwakilisha Mungu. Inawezekana kuna mtu yuko jirani yako anaumwa, hajiwezi, hana dawa ya kunywa. Nenda kamtembelee, peleka wema wa Mungu ndani ya nyumba hiyo. Inawezekana kuna mwanafunzi amefukuzwa shule kwa sababu ya 50,000 au 100,000 hana nauli.
Nenda kwenye hiyo nyumba, peleka wema wa Mungu, kamwakilishe Mungu katika nyumba hiyo. Nami niliye mtumishi wako nimekutuma wewe unayesikiliza, msikilizaji wangu, ukapone moyo wako, ukafanya wema wa Mungu katika maisha ya wanadamu. Mungu atakukumbuka na Mungu atakubariki. Na Biblia inasema kila pandacho mtu ndicho avunacho mtu. Ukavune sawa sawa na ulivyopanda. Kavune sawa sawa utakapopanda hiyo mbegu itakayoishi, itakayomea 30, 60, 100. Utavuna sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Asante Baba wa mbingu na nchi, na lani hao wote mlionisikiliza. Najua wewe uliyenisikiliza, najua wewe uliyenifuatilia. Mungu ataenda kukugusa, utaenda kuwagusa watu wa Mungu, wale wanaohitaji msaada toka kwa Mungu. Wewe ndio unamwakilisha Mungu chini ya jua katika kuwatendea wanadamu mema, yale mema ambayo wanaomba kile itwapo leo, Mungu akawajibu kupitia wewe. Ni katika jina lako Yesu Kristo nimeomba, amen. Wewe ambaye hujaokoka, mpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Niko mahali hapa kukupa Yesu. Fungua moyo wako, nafsi yako, uwe tayari kumpokea Yesu. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, mimi ni mwenye dhambi. Nimekutenda dhambi nyingi sana, ninazozikumbuka na ambazo sizikumbuki. Siku ya leo ninashuka mbele zako na nyenyekea mbele za mkono wako ulio hodari. Ninakupa maisha yangu yote, siku zote za maisha yangu. Ninakukaribisha Yesu, ingia ndani yangu na mimi niingie ndani yako. Niwe mtoto wako katika jina lako Yesu Kristo. Futa jina langu Yesu katika kitabu cha hukumu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima, kile cha mwana kondoo. Kuanzia siku ya leo sema nimeokoka, nimempokea Yesu na nimekuwa raia wa mbinguni kuanzia sasa. Baba, asante kwa sababu watoto wako wamefikiri, wameamini kwa moyo, wamekiri kwa moyo, wamekiri kwa kinywa, wameamini kwa moyo kwamba wewe ni Baba uliyefia msalabani. Asante Roho Mtakatifu, chukua nafasi kuwafundisha, wakafundishike kupitia mapenzi yako mahali popote watakapokuwa. Wewe uliye mbali, tafuta kanisa la kiroho pembeni, ingia ukasali. Karibu kanisa letu la Mwenge, ukasali katika jina la Yesu tumeomba. Amen.